Hujambo mpenzi, mfuatiliaji na msikilizaji wa kazi mbalimbali zinazochambuliwa na Teacher Kaligodoto Njige kutoka Tanzania. Leo nimekuletea uchambuzi wa shairi pendwa linalotumika kwenye somo la Kiingereza, yani English Language Form 3 pamoja na Form 4. Kwa yule unayefuatilia uchambuzi wa kazi hii, na kuomba usubscribe na ulike na ushare kwa wenzako ili wasikilize kile ambacho leo nachambua. Leo naenda kuchambua shairi la Development lililoandikwa na Kundi Faraja. Huyu ni mshairi kutoka Tanzania. Kundi Faraja aliandika shairi la Development miaka ya 1970 kipindi akiwa anasoma Milambo High School kule Tabora. Pia Kundi Faraja alikuwa ni mwanafunzi wa Richard Mabara. Walifundishwa na kupewa maarifa na huyu mwalimu mzungu kutoka London, Richard S. Mabara. Development ni ionic title, yani title ya shairi hili ni kinyume, yani hakuna maendeleo yanayozungumziwa ndani ya hili shairi. Maana mshairi huyu Kundi Faraja amejaribu kuikejeli serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kipindi hicho maendeleo hayakuwepo, hata hizo hospital, shule pamoja na miundo mbinu, umeme, barabara hazikuletwa, maana walidanganywa. Na shairi hili limeandikwa baada ya kupangwa kwa vijiji, yani Mwalimu Nyerere alianzisha na kuhamasisha wanakijiji watengeze center ili waweze kutoa huduma za kijamii. Lakini sasa vijiji vingi havikupewa huduma za kijamii kama vile shule, hospital, barabara pamoja na vitu vingine vya msingi. Ndio maana akajaribu kuandika kuikosoa serikali pamoja na kuwaongelea viongozi ambao wanarushwa. Ndio maana ndani ya shairi hili la Development kuna corruption, that is the main themes, ndio dhamira kuu inaobeba na kujenga msingi mzuri vijana wanaosoma Kiingereza Form 3 pamoja na Form 4, baadaye wakiwa viongozi wawe viongozi bora na waachane swala la corruption. Pamoja dhamira nyingine ndani ya shairi hili kuna responsibility of leaders, kutowajibika kwa viongozi. Pamoja kuna dhamira ya selfishness, yani ubinafsi, viongozi wao ni binafsi, wanashindwa kusaidia jamii yao, yani raia wao. Pamoja kuna dhamira ya misuse of public funds, yani matumizi mabaya ya pesa za serikali, yani wanajibinafsisha wenyewe, wananufaika wao kama viongozi na sio raia kwa ujumla. Pia kuna dhamira exploitation, tunaweza tukasema kwamba how the leaders exploit the lower people or the lower class, kwamba kiasi gani hawa viongozi wanavyowanyanyasa hawa watu wa chini. Ndio maana amejaribu kugusa swala exploitation, kuwakandamiza hao watu. Sasa mpenzi msikilizaji, mwanafunzi, mchambuzi wa hili shairi ni mimi Teacher Kaligodoto Njige kutoka Shinyanga, ila kwa sasa nipo Nzega, Tabora. Naomba nisome hili shairi na nieleze kwa kina zaidi. Development kama nilivyosema ni ionic title. Mwandishi ni Kundi Faraja. Anasema kwamba a man of the people, kwamba mtu wa watu. Mstari huu ni wa kejeli, ni ionic kwa sababu yule anayeongelewa sio a man of the people, ni adui wa watu. Anasema a man of the people enters his office, huingia ofisini kwake, to sit on the throne, pamoja na kuketi, of part and state, his stick of power across the table, akiwa amebeba na ile fimbo yake ya nguvu. Kumbuka kwamba hapa anamuongelea Julius Kambarage Nyerere. Katika utawala wake alikuwa anapenda kutembelea na fimbo. He looks into his files, akiwa anaingia ofisini wake anaangalia mafaili, to see the demands, kuangalia kile kinachohitajika, of the millions of people, wale watu, mamilioni ya watu wanaowaongoza, who for years since uhuru, tangu tumepata uhuru, yupo madarakani, have just managed to survive. They ring out one message, man of the people. Huyu ni mtu wa watu. You have always been telling us, mara zote ulikuwa unatuambia what we need, tunahitaji nini? Health center, tunahitaji huduma za afya,
more schools, shule sana, clean water, maji safi, better transport facilities na miundo mbinu iliyo imara, better living condition pamoja na maisha bora. Huo ni ubeti wa pili. Do you really incapable to bring about development? I declare running better than walking for a young and poor country. I lead fighting under development, tougher than fighting a wounded buffalo with a pocket knife. I lead under development, stronger than the blows of the sea when the hurricane is at its height. Katika ubeti huu tunaona kwamba persona, the speaker, yani anayeongea ndani ya hili shairi, huyu naweza nikasema kwamba citizen, ni raia, ni raia anajaribu kuongea yale kiongozi wao aliyokuwa anatarajia kuyafanya baadaye kwa raia wake. Lakini sasa ndani ya mistari au maneno anayoongea ni kama maneno ya kukejeli, kwamba hakuna chochote kile kilichoongelewa na huyo kiongozi, kwamba hajatekeleza chochote. Ndio maana anajaribu kukejeli na kuongea kwamba huyu mtu wa watu, kumbe sio mtu wa watu, hawajali kwa yale aliyokuwa anaongea, hajayatekeleza. I read fighting under development, tougher than combating colonialism. I see that is not difficult to maintain peace than to stop a curved dictate. I read the cry of the nation, more painful than the yell of a woman as her husband dies in the sickness. It is more painful than the screams of a man dying the agony in the corridors of the glutinous person found the African forest. Mshairi anazidi kuzungumza kilio cha raia, jinsi wanavyolia, wengine wanakufa, lakini serikali yenyewe haiangalii na kuwasaidia na kutoa misaada. Labda nijaribu tu kuongea kidogo. Nishawahi kuongea na mzee mmoja yule ambaye amekuwa kipindi cha utawala wa Mwalimu Nyerere miaka ya 60 pamoja na miaka ya 1970. Alijaribu kusema kwamba kipindi watu wanahamishwa, walikuwa nakaa makazi ya mbalimbali, kwamba wasogeleane, watengeneze vijiji, kwamba katika uhamaji ule watu wengi sana walikufa kwa sababu ya hali ya hewa ya mazingira ambayo walikuwa wamezoea. Lakini serikali haikuweza kutoa msaada wowote wa matibabu katika kuhama. Kwa ndo maana ukiangalia huyu speaker au persona anajaribu kuelezea vilio vya watu, jinsi walivyokuwa wanaumia, lakini serikali yenyewe haiwajali. How is development? Maendeleo yatakuwaje? To be brought plaza when the people to whom we have entrusted power are corrupt. Lakini sasa haya maendeleo yakoje? Sasa yanayozungumzwa yataletwaje kaka? Kwamba lakini maendeleo yenyewe hayaletwi, lakini kwa sababu ya rushwa inayoendelea kwa viongozi. I read the stomach of the privileged few greater than the Rift Valley. They cannot be satisfied with a normal share. Sasa ukiangalia hawa viongozi wanaozungumzia kwamba hawaliziki na kile wanachokipata, kwamba wao wanajijali wao kama wao, wananufaika wao kama wao. I read the thirst of the minority greater than that of the Sahara. No rain can quench it. I reckon the minority more sensitive to egoism than to national development. Nothing that is not theirs is of any interest. Hapa tunaona dhamira ya classes inajaribu kuonekana jinsi viongozi wanavyokuwa binafsi na kujitenga wao kama wao na kunufaika na rasilimali za nchi wao kama wao. Kwa hata dhamira misuse of public funds imeonekana katika ubeti huu. Their response to egoism is faster than camera film to write, but as slow as tropism to nation building. Anamalizia kwa kusema kwamba the majority lead, exploited, cheated, disregarded, but blaza, how is development to come? Mwisho anauliza maendeleo yatakujaje kama viongozi wenyewe au watu wenyewe ambao tunaowategemea wanashindwa kutusaidia. Huyo ndo Kundi Faraja ambaye ameandika shairi hilo kwa lengo la kuikosoa serikali pamoja na kuwajenga vijana ambao bado wanasoma, ambao baadaye watakuwa viongozi, kwamba
waishi kwa maneno haya na mistari hii ya kundi faraja, kwamba pindi wanapokuwa viongozi wawe viongozi imara na sio viongozi wanaotumia mali za serikali kwa kujinufaisha wao kama wao. Wanatakiwa wajali tabaka la chini. Nafikiri mwanafunzi unayenisikiliza umepata mwanga kuhusiana na hili shairi la kundi faraja linalofahamika kwa jina la Development. Unaweza ukajibia mtihani, lakini shairi hili linajaribu kulenga swala la corruption, swala irresponsibility of leaders, swala la misuse of public funds, swala la exploitation, swala la classes. Ndio maana mwandishi ametunga akiwa anagusa zaidi viongozi kutoka Tanzania jinsi wanashindwa kuisaidia, japokuwa amejaribu kumzungumzia Rais Julius Kambarage Nyerere kipindi hicho kama kiongozi, lakini hata watu ambao wako chini yake wanashindwa kumsaidia hata rais, kumshauri na kumweka katika msingi mzuri. Maana viongozi na wale ambao wako chini wao wanajaribu kuikandamiza serikali. Pia tunaona dhamira awareness, kwamba tunaona kwamba huyu speaker, huyu raia anaonekana kwamba yuko aware na kile ambacho serikali inakifanya, kwamba serikali imeshindwa kutusaidia. Na pia kuna dhamira building the future, kwamba speaker au mwandishi kundi faraja anatengeneza msingi bora kwa vijana wake. Kwa maana ametunga hilo shairi kukuletea wewe ujifunze kwa undani zaidi. Labda niwapitishie tu kwenye sehemu nyingine ya muhimu sana ambayo ni figures of speech, tamathali za semi ambazo mwandishi kundi faraja amezitumia kwenye shairi lake. Kuna barbarism, yani kutumia lugha moja zaidi ya nyingine. Anaposema who for years since uhuru, kwa kuna neno la Kiswahili ambalo ni uhuru. Kwa mwandishi ametumia lugha mbili kwenye shairi lake akitumia neno la uhuru. Pia kuna figures of speech nyingine ambazo ni rhetorical questions, maswali ambayo hayana majibu. Anaposema how is development to come, how you can answer that question, unaweza kujibuje swali kama lile. Pia kuna hyperbole aliyoitumia kutia chumvi, ambao anasema kwamba I read the zest of the minority greater than that of the Sahara. I read the zest of the minority greater than that of the Sahara. Pia kuna figure of speech nyingine ambayo ni simile, ambayo inasema kwamba but as slow as tropism to national building, but as slow as tropism to nation building. Pia kuna imagery ziko nyingi sana ndani ya hili shairi. Kuna better than, hii ni better than walking. Hii ni visual image. Kuna I declare running but as slow as tropism. Pia hiyo ni kinetic image of emotion. Pia kuna audio image kama the yell of a woman, I read the cry of the nation.